Kuna ongezeko sasa hivi la watu kudai kukosa nguvu za kiume. Watu wengi wanadai wana upungufu wa nguvu za kiume, na sababu zimekuwa nyingi. Mtu atakwambia vyakula anavyotumia, labda mtu afanye mazoezi, labda na nguvu za kiume ni neno pana. Nguvu za kiume tunazungumzia uume sasa, kusimama, uwezo wa mwanaume kuwa na ule uwezo wa kustahimili uume kusimama kwa muda mrefu. Niseme watu wengi wamekuwa wakikumbana na hii changamoto, lakini pia kitu kingine, wale wanaume ambao wanapata changamoto za kuwapa wake zao ujauzito, na hiyo ipo kimatibabu zaidi kwa matibabu ambao madaktari ambao wako kwenye hiyo field ya afya na nini. Lakini kuna kitu logic tu kwamba watu inabidi wakijue. Kwenye mahusiano unaweza kukuta kuna mtu anaenda kuperform mechi yake na girlfriend wake anakuwa na performance mbovu. Nitakueleza kitu kimoja ambacho nitakufungua akili, lakini utaendelea mbele, utasoma, utauliza madaktari, watakueleza pengine hili tatizo unalo. Kitu cha kwanza, utakiwi kwenda kufanya tendo la ndoa ama kusex na mtu ukiwa una stress. Kwa nini stress inakufanya uwe na performance mbaya ukikutana na mpenzi wako? Mwanaume tulivyoumbwa, tumeumbwa kwa ajili ya kutamani. Na kutamani kunaanzia kwenye ubongo wako. Macho yako yanaona, yanapeleka taarifa kwenye ubongo, and then ubongo unachakata hiyo taarifa na kupelekea uume wako kusimama. Sasa uume wako unasimama vipi? Ubongo wako ukiwa active, hauna stress, na umemuona binti mzuri, ama sio kumuona tu, uko naye sehemu ya faragha, upo naye kitandani, sawa? Kama ubongo wako hujatulia wakati wa kuchakata ile taarifa ya kwamba unatakiwa kuingia kwenye tendo la ndoa, sasa mwili wako hauwezi kuactivate kwa haraka zaidi, na inaweza ikakupelekea usiperform vizuri, ama uume wako usiweze kusimama vizuri, uwe legelege. Iko hivi, ubongo wako unatuma taarifa kwamba sasa hivi uume unatakiwa kusimama. Taarifa inaenda vipi? Taarifa inapitia kwenye uti wa mgongo. Ule uti wa mgongo, kwanza nitakueleza, uume wa binadamu umetengenezwa na tissues. Kuna fibers, tissue fibers ambazo zipo kwenye mfumo wa sponge. Kama hii tu niloishika. Unaona sponge ya Love Disaster. Watu wengi wanadhani kwamba uume wa binadamu una mfupa labda, ama una misuli. Hauna misuli. Uume una msuli wala una mfupa. Uume umejawa na tissue ambazo zipo kama sponge. Hizo sponge ili uume usimame, hizo sponge ama tissue ambazo zipo kwenye mfumo wa sponge, sio sponge kama hii, lakini ni mfumo huo, zinabidi zijazwe damu. Damu ikija ina dissolve hapa, hii zinanyonya ile damu, inaongezeka kupitia mishipa. Sasa ile taarifa inabidi itumwe na ubongo, na ubongo unatakiwa usiwe na stress ya aina yoyote. Unaweza kuwa na stress, labda unawaza madeni na nini, vitu vingi sana. Sasa ile taarifa ikishatumwa, zile tissue, damu, ubongo sasa unaanza kuchakata ile damu, inakuja kwenye uume, zile tissue zinajaa. Kishajaa, uume unaongezeka size. Sasa ukishaongezeka size, kitu kinachotokea ni kwamba kuna msuli upo chini kwenye katikati ya mapaja yako. Wanaume wanajua ule msuli ndo unakuruhusu uweze kuinua na kulaza uume wako. Sasa yani unaushikilia ule uume, na kuna mishipa ambayo damu ikishajaa kwenye uume wako, ile mishipa inaenda tunasema kustore. Unastore ile damu, yani ni kama kipindi unakuja kubinya ile damu istoke. Sasa kama una stress, manake ubongo hauwezi ukachakata kwa haraka zaidi ile damu kubaki kwenye uume wako. Kitu kitakachotokea, uume utagrow, utakuwa mkubwa, and then kama utakuwa na stress, utakuwa mkubwa, alafu damu inatoka pale pale. Kwa hiyo uume wako utakuwa unasimama na kusinyaa, unasimama na kusinyaa. Ndio maana tunakushauri usiwe na stress wakati wa kufanya tendo la ndoa. Watu wengi sana imewatokea, wanaume wengi sana,
sio kwamba una matatizo, ni kwamba una stress. Lakini ukiacha tu stress, ile uoga, fever, unapatwa na uoga wa ghafla, labda unamuogopa yule binti, unawaza na nini, kile kitu kinafanya ubongo wako usiweze kuchakata ile taarifa mapema sana. Kwa hiyo inakufanya uume wako usisimame, unalegea kabisa, yani huwezi kufanya chochote. Hata ukilazimisha, kuna watu wanaenda zaidi, wanapaka zile dawa zetu zile, wanaume wanajua sijui, lakini uume usimame. Lakini kikubwa zaidi ambacho wanakosea ni kwamba ubongo wako haujapumzika, haujapata wakati mzuri wa kuchakata taarifa ya tendo la ndoa wakati huo ukiwa na girlfriend wako. Sasa kuna watu wengine wanaenda zaidi, wanahisi labda wana upungufu wa nguvu za kiume, na hii wanawake inabidi wawasaidie wanaume wa design hii. Ukishaona hivyo, usichukulie kwamba huyu mtu hana uwezo hana nguvu za kiume ama ana mapungufu ya nguvu za... No. Unakuta mtu mwingine ana stress au anaogopa alivyokutana na wewe, ameingiwa na uoga, kwa hiyo mwili wake unakuwa uwezi kuchakata ile taarifa kwa haraka ili aweze kusimamisha uume na kuendelea na tendo. Lakini kitu kingine ni ulegevu wa ule msuli. Ndio maana hakuna sayansi yoyote ambayo inaweza ikaongeza uume, kwa sababu uume hauna msuli. Yaani hamna msuli ambao unaweza ukachoma ukaongeza size yake ili uume wako uwe mkubwa. Ni scientifically wanakuambia hicho kitu hakipo. Kama una uume mdogo ni uume mdogo, na wanakuwa watu tofauti tofauti. Kwa hiyo ikikutokea, nilikuwa nakupa tu vitu ambavyo vinapelekea vijana wengi wakaanza kuhisi labda wana mapungufu, hawezi kushiriki tendo na nini. Kwa hiyo ni sababu kubwa ama mojawapo ambayo inawapata watu, unakuta hawashiriki vizuri tendo la ndoa na wenza wao. Ndio maana tunashauriwa kufanya mazoezi ya kutosha. Tenga muda wa kufanya mazoezi ili uruhusu ule mzunguko wa damu kwenye mwili wako, kwenye mishipa yako uwe unapita kwa rahisi sana. Yaani damu iwe inapita kwa rahisi sana, ili ukishafika sasa kwenye tendo la ndoa unaweza kuwa na performance nzuri sana. Kwa hiyo ni hivyo.